Previously on the Gen Z Manifesto. The issue to do with the old funding model and the new funding model is just comparing equity and equality. Angalia hivi, kuna wale wazazi ambao wako na kazi, mama na baba, lakini watoto wao ni 13. Kuna yule mzazi ambaye hajiwezi, ako na mtoto mmoja. Wengi wanafunzi waliweza drop out na si wachache, wengi sana. Hadi kwa sasa ukitembea kwa hizo streets za UN utaona ni kama gofu, maana kuna many students ambao wamereport. What is the relevance of the committee if it is not going to be listened? I think the committee should be disbanded. For this government, especially when it comes to the education sector, they always have a way of finding trouble, diagnosing it incorrectly, and even applying the wrong remedies. It's a fact that our students are suffering, and it's a fact that help delays, and it's a fact that there's a mess in this education sector, from the ministry to the government itself. Kama kawaida, form ni kuongea, ikutoke. Good evening and welcome back to yet another Tuesday of the Gen Z Manifesto. Kama kawaida, hapa form ni kuongea, ikutoke. Dare I say that this is the one and only purely Gen Z driven show in the country that gives you, the young people, a space on national TV to voice your opinions, to be truthful, to be authentic, to practice your right to free speech. This is your home, beloved, so you better get comfortable, okay? Hiya, so today we are asking you guys one simple question. Gava ina deliver ama ina band? You see, walituchorea a glittering manifesto before they got to power. Now we just want to follow up, yeah? Is the manifestoing, specifically when it comes to the youth agenda? Are the jobs they promised reaching the youth? Are they allocating money to empower the youth in entrepreneurship as they said? Are TVETs being empowered? Content creators in the house, ile pesa ya Facebook imeingia as promised ama ilikuwa story ya jaba? We will discuss all of that hapa studio, kwa ground pia pale na majibu, and also at home. Please indulge us. Tell us your opinions. Gava ina deliver ama ina band? Linda, unaonaje story? You know, you've said they had a glittering manifesto. I'm telling you. And you know, it's not the same thing when you allocate funds to different sectors of the economy, and ensuring that these projects come to fruition. And it's another thing to give us a long list of manifesto that are your own priorities. Are they Kenyans' priorities? Are these considered as priorities by Kenyans? Well, that is the discussion that we'll be having today. And remember, this squad of mine right here, the panelists right here, others have traveled all the way from Narok to be part of this conversation today. How about that? Yes. So we have a great team today. A show for the Gen Z by the Gen Z. I love it for us. Kagina, semaje? Well, talk of delivering, I've spent the better part of the week in Kiwatch, the interviews that are ongoing to fill the vacant spaces at IEBC. And it reminded me of a choir yenye ilikuwa inaimba pale Bomas of Kenya when Chebukati was announcing the result. We remember that. So I wondered, while we feel IEBC, are we also filling spaces in that choir? But back to the conversation of delivering today, we'll be keeping stock of how the government has been able to achieve at least almost mid-term. Yeah. All right, umesema po midterm 2.5. Maybe we are being too hard on them huku kwa ground. We are going to know, okay? Majibu kwa ground. Sio kama ako ready for us. Majibu. Yes, Miss K bana, very ready for Tuesday bana. Mwambia watu, Tuesdays hakuna kitu ingine wanaendelea hii town. Ni the show number 1 in East and Central Africa, the Gen Z Manifesto. Tunaandika manifesto chapter by chapter. Mazena, leo vile umesema Miss K, ni the youth agenda in the KK government maze. Wale promise vitu mingi sana, from hizo 50 billion za SMEs kila mwaka,
story ya unemployment sana sana kwa youthman, na pia mazee monetization ya online content. Leo ma TikTokers watuambie mazee, before mwende live mtuambie kwanza kama umeanza kupata dollars ama bado. So mpenzi mtazamaji, apart from hiyo kikosi yenye iko studio ikiongozwa na mabibi na bwana Kagina hapa ground mazee, hata usiogope, nitakuwa napata majibu ya majenzi wenyewe. Niko nao wengi kabisa, niko na mababy girl, niko na maboys wamekuja mazee, wataniambia ukweli. Hiyo manifesto ya my youth ya Kenya Kwanza government sasa tuko wapi 2.5 years down the line mazee? Lovely since majibu. Majibu amesema Gen Zs watampea majibu. Jueni majibu. Get it? No? Okay, we move on. Anyway, let's hear from our guy Kagina with the stats. If you don't get it, forget about it. Forget about it. All right, so looking at the government, UDA campaign ilianza na 6 promises, of which zilikuwa zina touch on health, education, social welfare, agriculture, manufacturing and governance. Tungependa sana kufocus na what was set out specifically for the youth. However, the youth are 70% of this country, and so pretty much of everything touches on them. But however, kwa hizo category sita nimetaja, we picked up a few things that touch on different categories, especially the Gen Z that we have, just to look at how the government has performed so far. So kuna issue ya Hustler Fund, wakisema they will be setting apart about 50 billion annually to enable the youth kujismamia. So on that, we have loans that have been given, yes, but we've also had a number of challenges, including the Auditor General's report that raised queries on some people who are yet to be born, yet they've received Hustler Fund. So on that, we'll categorize it as partially fulfilled, as it is not fully streamlined. Kuna the issue of return to school policy, yawa ni wale sasa younger Gen Z bordering Gen Alpha, which was supposed to allow for ladies that, or rather the teenagers who get pregnant while in school and happen to drop out, to enable them to return to school properly and resume their education as the rest. So for that, it is also not fully implemented. So on that also falls on the category of partially achieved. We have Kazi Mtaani, which falls under the area where the youth are supposed to be given employment, about 1 million of them. Some locally, some abroad. We appreciate what the government has done so far, because tuko na wanaitwa nani hao watu? We have this, we have the ones that are doing the climate works, where we have the youths who are assigned to cleaning the rivers and the environment technically. So that plays part in it. We also have a number of them who've also traveled Kazi Maju. Na tumekuwa na concerns with the same. It has not been a very seamless one. We at least have numbers of youths remaining to be jobless. So on that, tutasema bado partially achieved. We also, that we have also touched on. Kuna wale zile kazi tulipewa za kufinya keyboard, madola zinaanguka. Most of us are yet to experience that. However, hizo ni zile government we'd say they have partially achieved. So we picked 4. We also have a category of items that we'd say the government has a lot to do, because hapa wamebant. Kuna the issue of lowering the cost of living. In as much as government inasema inflation imeshuka by around 4-5%, Kenyans are still feeling the pinch. Na more especially Gen Z. Tumekuwa hapa tukiuliza wasee wana survive na hii economy. Hustle yao inajipa kweli, and most of them have been complaining. So hapa tutasema government imebant. We have the free NHIF coverage. Hii ilikuwa kuna kulipa kitu. Evolved to SHA, where now people have to pay a certain amount depending on how much they earn. And eventually we got to a point yenye tunaulizana kama, is SHA really working? So raising the questions of kama kila kitu iko sawa hapo. Generally the feel gava hapo imeband. Na kuna hii issue ingine ya gender balance, where we expected, ile affirmative action. We have a balance of everyone in cabinet. Clearly, his first cabinet, as of December, ilikuwa na 7 ladies out of 20. So hiyo haikuwa achieved completely. So looking at this, because we can't really quantify, this is not a scientific research. Based on the 7 items that we have sampled,
3 wamebant, 4 they have partially achieved. So that leaves us with around 50% that we are negotiating kama wamemake ama hawajamake. However, because it is partially achieved, then we settle on a number which is around 29% out of the 100% midterm. So kwa wale walitumia 844 before CBC kuje, hii ilikuwa ni grade inaitwa D. Yani inamaanisha umebant. Back to you, Miss Kahiro. We, Kagina with the stats. Umesema tumepatia Gavadi for now. I don't know about that. Tutasikia pia from Linda's side, wao wanasema aje, has the government bunted, if that's what we are asking today. Also, you know, you left me hapo kwa the unborn people wameallocatiwa funds, Kagina? Na hawajazaliwa? Are we living in a circus? Is this truly the country we want? I feel like we should go to Majibu kwa ground tusikie watu wanasema nini huko. Majibu, are you ready for us? Very ready. Yes, Gava ina deliver ama ina bunt ndio convo leo. Unajua before Prezo aanze kusema nimetenga hii na hii. Ilikuwa time ya campaigns mazee alisema nitafanya hivi, nitapanga hivi. Acha nisema Gen Z leo tukibonga story kuhusu na hiyo youth agenda in the Kenya Kwanza government. Nianze na nani chanza nimebigal leo. Tuanze na story ya employment na cost of living zinaendana hizo mbili. Kwanza nikikumbuka vizuri Prezo alisema kwanza serikali yake haitakuwa ya create positions to the elite. Hapo amedeliver ama amebant? Hapo let me tell you something. Nita mix Okay. Nita mix both Kiswahili and English. Haina pressure. Yeah. First of all, I'm Margaret Maina, an activist of this country. And I think Prezo to an band every single day and a band. Number one, actually, let me talk about freelance because I'm actually directly nimehitiwa na hiyo mambo ya freelance. He said about taxation. Kuna mtu alisema mambo ya remote task in the beginning and he said that was a very nice idea for the youths. Na alikuwa naona that watu watashika hiyo freelance especially for the youths because I can remember in his manifesto alikuwa anapeana speech here that he's going to make sure that all the youths are going to have a good living through his manifesto. I'm still wondering because freelance ameongeza mambo ya taxation. Anaona cost of living it's very high for the youths. Sai actually mtu ana survive hii tao. Very few people are surviving in it. You can remember even story ya Nairobi River. We were supposed to clean Nairobi River for 500 a day. Actually alikuwa amesema tuwe tunaenda interchange for the morning and during the night. Ndo kila mtu anapata dhao. That is 7,000. Nothing has been done and the worst thing of it is demolishing people's houses. Yeah. Acha nakuja hapo. Acha nibonge na Bazenga kidogo niambie pia kwa issue ya unakuja kwako tu sasa kuja hapa. Kuja hapa boys. Changamka mzee. Kwa hiyo issue ya employment na cost of living. Hiyo kusema Gava haita create positions to the elite. Hapo amedeliver ama amebant? According to you. Amebant baya sana. Kwa sababu nikianzia nayo hapo kwa creating of opportunities kwa elite, hapo ndio ameconsider energy sana. Tukiangalia mpaka appointments za huko IBC tunaona ni watu who knows who. Hiyo ni makazi za simu zinapangwa. Nikuja hapo tena kwa manifesto yake alisema SMEs watu wa chini watakopa loan na wataendeleza up to date. Hakuna mtu tunashaisikia amepewa certain amount of loan na amejiendeleza. Ngoja. Hapo kwa loan alisema ata empower SMEs 50 billion kila mwaka. Ikakuja ikatani historia ya nini? Ilikuwa inaitwaje hii stuff ya nini? Nini? The Hustler Fund. Yes, story ya Hustler Fund. Wasao walikuwa nakopa do. Hata sasa watu wanakopa do bado still limit zinaenda zikipanda. Unasemaje hapo alichoma? Hapo alichoma sababu hii Kenya for an SME inadangana kiwango. Unapata sasa alianzia na 500. Na kuna busy ya mtu anataka 10,000. So kama ni mtu alikuwa serious na transformation, unapata angekuwa na state agents. State agents tungekuwa tunaona wanatembea hii nchi. Wakikuuliza hii biashara yako tunaona imekwama madam. Youthman tunaona hii biashara yako imekwama.
So anakuuliza, but sasa si yote kwa simu, kila mtu alikuwa kwa level ya 500. Acha nikuje kwako. Kuna pia story ya Ajira Digital Program. Walisema kuja hapa Maiji, walisema since 2022 over 150,000 youths have been trained mazee. Unasemaje mayouth wametengwa on that? Asante sana. Kwanza kwa majina naitwa Valdano Vincent Kimori na I am coming from Westlands. Na akisema mayouths 150,000 walikuwa employed. Mayouths wenyewe wako wapi? Ndio hawa wako hapa. These are the youths that were supposed to be employed. And employment as an aspect inakuwa ni very much and very critical aspect in this generation right now. Saizi hao mayouths walikuwa wanafaa kupatiwa basic information kuhusu vile watafanya nini, watapata vile watajiajiri wao wenyewe, wakupatiwe loans, wapatiwe vile njia ambazo zitawasaidia ku raise capitals for them to be able to do what. Most of them ni content creators. Unapata wanapatiwa 3% taxation kwa hiyo content creation. Hiyo content creation mtu anataxiwa that much but he is not able to do what. Na kuja hapa content creation kidogo tu, director anasema ni bonge na madem. Kuja hapa baby girl. Jina lako nani, alafu hiyo unaambie hiyo program zote za gava from empowerment ya SMEs 50 billion kila mwaka ikuja ikatani story Hustler Fund na pia hiyo Ajira Digital Program. Kwanza mnajengewa study kwa talent kuja hapo. Mnasemaje, gava ina bant bado ama ina deliver? Siombo Dorcas, an activist, na wa gava ina bant. Ina band tu sana. Juu Ajira Digital Program, I think zimekuwa, it's not there, it's not working the same way tuliona kwa manifesto, ikiongelelewa wakisemati itakuwa hivi na hivi. No, it's not there. And then it's only for the few. Wenye wanachaguliwa, you know, you have a grandpa kwa government. Huyo ndo anakusaidia. Nyinyi wengine wenye hamjuani na watu, mna band tu pamoja na gava, like, it's nikikuja kwa story ya monetization ya online content, TikToker, kwanza unakaa kwa TikTok, tunapatia handle yako after hapa. Umeanza kulipwa? And again, hata unapata most of the accounts is nabani watu bure. You don't know why, but for no reason your account is being banned. And unakosa hata hiyo, unaanza tena ku create followers from the start. It's not easy. Anatupea tu a hard time, a difficult time. Juu to pay job, the only thing that you can do content creation, ndo hiyo pia anakutoa like. We, mnabaniwa jio content mnaposti bana. Mnaendanga live masaa usiku mnafanya vitu zenu. Nikiongezea kwa hiyo nini content creation, unapata kitu kama TikTok yenyewe imecapture a lot of youth na wengi wanajijenga. So unapata huyu minister alichaguliwa wa ICT ni mzae. Anafaa kuongelea the version ya TikTok kama hapa kama ile iko US, TikTok shop. Unaona? Hizo vitu tunafaa kuwa tunaona. Si kuwa company president kwa msafara ya siasa. The version of TikTok yenye iko Kenya si yenye iko US. So it's for this ICT cabinet secretary, if he is more creative enough, alete a better version of us. Hizo vitu tunafaa kuwa na lobby. Unaona? Basa tunapata wao ni siasa, kila saa ni siasa. Na minister mwenyewe nikaa ajui. Wacha nikuje kwa baby girl hapa. Kuna hiyo story ya empower creative economy, kuna story ya Talanta Hela, kuna Talanta Stadium inajengwa. Mnasemaje hiyo story yote? Okay, I'm Sylvia Ngwae. I'm a psychologist, unemployed. So, hizo vitu mimi sijaziona as far as I'm concerned. Yeah, I've not seen them. Na gava imebanned. Hata story ya Ajira Digital Program, haujui hata boys wako mwenye ushaisikia ishemwakia hiyo staff. Wanasema 150,000 youths since 2022. Hakuna hata mmoja mwenye unajua? Mimi hakuna youth mwenye najua mwenye ame benefit from Ajira. Personally, even I don't know how that thing works. It's not working literally. Aya, kuja tuambie. In this country, it's know somebody who knows somebody who knows somebody. If you don't know anybody in this country, hawezi survive. Na imekuwa so hard for every youth who doesn't know anybody in this Nairobi, which is very unfair. I think it's very unfair. Kumekuwa na story pia ya gava ku empower my youth through TVETs. Wamesema walitenga 27 billion kwa the 2024-2025 financial year. Still, do you think imedeliver promise yake ama bado hapo kuna gap? Wanaendelea tu kutenga. Wanatenga. Maiji. Kuna gap kubwa sana sababu ukiangalia kwa hizo TVET, the funding model yenyewe imechange. Ukiapply for funding model, unaulizwa kwanza mko na TV. Sijui babaka wako na ng'ombe. Sasa unapata hizo vitu mingi. Yaani inakuwa a lot of bureaucracy.
inafaa kuwa TVET kama ni gavani ya gavani ya G. Kitu ikuwe clear. Si tena nikienda pale ni makaratasi na kama sijuani na MCA karatasi yangu inawekwa chini. So ile political goodwill ndio Kenya haina. Ndio tukasema as a Gen Z we were yearning for a revolution. Kitu inakuja instant. Si story, ni kitu inakuja instant. Unaona? Not a lot of bureaucracy. Na mbona nafaa kurudisha studio sahi, but briefly tu, unajua saa tuweze lalamika bila kupeana at least sawa, basi muambie wanafaa kufanya nini briefly, sana sana kwa issue ya unemployment, because hiyo ndio ina affect my youth wengi sana. Naanza nawe Bazenga. Saizi kitu yenye the most important thing that is supposed to be done right now is to have good governance. When we have good governance, I think itaweza kusaidia watu wajue that sisi kama mayouth ni kitu fulani tunataka. Na ile kitu tunataka ni integrity. Hakuna kitu kingine yenye sisi tunahitaji, kwa sababu hiyo integrity ndio itatusaidia sisi tukienda kwa public offices tutapata zile services zenye tunafanya nini tunahitaji kama mayouth. So most of these things are being done just because kuna tribalism na corruption. Perfect. Baby girl, kidogo tu abonge pia yeye I think again. Kuja hapa tukuone. Chief anapiga simu akuone. Kenya wanafaa kufanya again, wanafaa kukuwa fair in the distribution of job opportunities. Si ati unapea mtoto wa mtu wako mwenye unamjua, no, you should be fair in distribution of the jobs. Yeah. So briefly pia boys, alafu maliza na baby girl hapa. Sawa. So kwa hapa kwa creating of employment, kitu ya kwanza ni goodwill ya political goodwill ya hatuoni. In this country kuna bill ilipasiwa ya nini? Labor Act. Minimum wage Kenya haijakuwa implemented. Na tukiingia kwa social media tunaona wenye wamekalia hizo viti wanapiga maselfie wanatutumia. Hiyo ni kusema ni kama tutatupikia. Juu it is very sad kuona wa Kenya, we as youth tuna border planes to go to a war-torn country for 20,000. Ili hali Labor Act imesema minimum wage ya Mkenya inafaa kuwa 30,000. Unaona? So na sisi tunaingia ndege sasa, ukienda pa JKI utalia machozi kuona wasichana wanafly kwenda war-torn country kama Lebanon kufanyia kazi 20,000. Ili hali hiyo tu anafaa kulipwa 30,000 hata hapa. Afurahia hapa. Perfect. Before nirudishe studio, 1 minute. Majibu, we are full of opportunities in this country, and what the president needs to stop right now is making promises. I think he's given us a lot of promises. Hata si wenyewe hatujui ni promise gani amefulfill. There is nothing to show about his promises. About monetization, it's where the youths are. Please, just put it as zero taxation. Wacha kutaksawa watu. You are taxing somebody who just got into Facebook because there is monetization. How do you really expect that person to earn a living through 3% taxation? Please, I think we need to stop those promises right now. Aya, na mbona nafaa kurudisha mazee. We, majenzi wamebonga. Bwana nataka kuendelea kubonga lakini time inaturuhusu. Tunaenda mapumzikoni kidogo tu, lakini tukirudi mimi nitakuwa nishasonga. Convo inaendelea studio, Miss K, Kagina na Linda na majenzi wengi sana kwa studio pia wao watakuwa wanaeleza convo kuhusiana na the youth agenda in the Kenya Kwanza government. Toka ground, majibu shakafunga, majenzi washaongea na ikawatoka. Alright, avuka na Cash Box na Best Now metabonea kama TV muthenya wa rere. Umuthi ni muthenya wa kerekia Mami Tuesday. Yes.